Unaweza kukuta mko watoto 6 kwenye familia, wewe ni mtoto wa 5, lakini kila ukilala na kuamka unafikiria hatima ya wazazi wako, hatima ya kaka zako na dada zako wakubwa kwako mara ngapi, lakini hatima yao, kesho yao inakutegemea wewe unaongea nini, inakutegemea wewe unafanyaje. Ukishaona namna hiyo, kuna kitu Mungu amewekeza ndani yako ambacho usipomtafuta Mungu wa pekee itakuwa ngumu sana, kwa sababu shetani amejua ukifanikiwa wamefanikiwa, ukipiga hatua wamepiga hatua. Kwa akitaka kukuhamisha, hahitaji kupambana na kakako, anakuja kwa mtoto wa 5 anamwekea full stop. Akistop yeye, kaka zake hawasogei. Jambo likiharibika nyumbani, wanakupigia simu wewe ndio unaambiwa itisha kikao. Ninakuuliza swali, umebeba hatima ya wapi? Kuna wataalamu ambao wamebeba hatima za makampuni, hatima za maofisi, hatima za nchi. Unaelewa maana yake nini kubeba hatima ya nchi kwa utaalamu ulionao na ofisi uliopewa, alafu nafikiri tu utapita? Maana ukikwama wewe, nchi imekwama. Ukikwama wewe, wizara imekwama. Ukikwama wewe, kampuni imekwama. Ukikwama wewe, kama umepewa hatima ya mkoa, ukikwama wewe, mkoa umekwama. Wangapi waliobeba hatima ya makanisa yao? Na kwa sababu kila mtu ndani yake ana mzigo kuona kanisa linaendelea na hawajui kitu Mungu anachosema. Kila mtu amepewa eneo lake la hatima yake ndani ya kanisa, na kwa sababu hawajajua wanagombana. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja anataka kuona kitu fulani kinatokea kwenye kanisa, kitu fulani kinatokea kwenye kanisa, na hawajui hakuna anaweza kuwaunganisha isipokuwa Yesu peke yake. Si kikao kinaweza kuwaunganisha, Yesu peke yake ndio atawaunganisha. Kwenye kikao mtazungumza kitu ambacho Yesu anasema. Mkizungumza cha kwenu hamfikii mwisho. Biblia inasema watu wakikaa pamoja kwa umoja, Mungu ameamuru baraka ziende huko. Mnaweza mkakaa pamoja lakini hamna umoja. Unasema wakasema unaongea kitu gani? Sikiliza, unaenda kuna makanisa mengine hatima ya kanisa iko kwa wazee wa kanisa, haiko kwa mchungaji. Mchungaji akijifanya mkali na wale wazee wa kanisa wakanyamaza, kipindi chake pale kanisa halisogei. Kwa nini? Wamepewa hatima hawa, lakini wako chini ya mchungaji. Mchungaji anafanya kazi ya kuchunga na anafanya kazi ya kulisha. Mungu anaweza kaweka hatima ndani yako. Ukishajua kuna kitu Mungu atakushtua. Saa nyingine Mungu anatupa kuandika vitabu kwa spidi, au unakuta tunafululiza kufundisha. Ukituuliza kwa jinsi ya kibinadamu, saa nyingine ungetamani na wewe upate kupumzika kama watu wengine, upate kuishi kama watu wengine, lakini haiwezekani kama Mungu akakufanya kama watu wengine. Siku moja nikiwa